Bwana Yesu, ninasema asante kututia nguvu mpaka siku ya leo tuweze kuifikia salama. Umetulinda, umetutunza, umetuepusha na mengine tuyajui. Lakini tungefunguliwa macho yetu, silaha, maadui, vita, pinzani, vipingamizi vilivyowekwa mbele yetu kutuzuia, tungeogopa na kutetemeka. Lakini wewe umetuficha na ukatuokoa, ukatufikisha salama siku ya leo. Jina lako libarikiwe, jina lako lisifiwe, jina lako litukuzwe. Leo ikiwa ni siku yangu ya 7 ya maombi ya mfungo ya kuombea mipango na malengo ya Waebrania, ninaamini kabisa unaendelea kuyatunza, kuyabariki na utaendelea kuyafikirizisha kwa nguvu na uwezo wa jina lako. Tukiwa kwenye ibada pia hii ya maombi, naomba unijaze upako, unijaze neema, unijaze hekima, unipe kitu chenye msaada kwa ajili ya watoto wako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba nikiamini, nimekuwa amen. Nafasi yako keti. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kila mwanadamu anatamani kufanikiwa, na tuliumbwa tukiwa ndani ya, kila mmoja ana shauku ya mafanikio. Kila mmoja ana shauku ya mafanikio. Ukiwa huna shauku ya mafanikio, utakuwa na kasoro, utakuwa na shida ya kimaumbile. Lakini kila mwanadamu ambaye yuko kamili ana hamu ndani yake, ana kiu ndani yake, ana shauku ndani yake ya kufikia mafanikio fulani, mafanikio kwenye maeneo mbalimbali. Sasa mafanikio yanaanza na malengo. Weka malengo. Lazima uwe na malengo. Lazima uweke malengo. Weke malengo yako. Uweze ukafanikiwa bila kuweka malengo. Lazima uwe na malengo. Lazima uweke malengo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo cha kwanza ni kuweka malengo. Una malengo gani? Ndio jambo la kwanza. Na wengi wetu sitaelezea sana kwenye malengo kwa sababu tunayo malengo na tulishayaandika malengo. Lakini jambo la pili ni kuombea malengo. Utakumbuka umewahi kuwa na malengo mengi hayafanikiwi. Kwa nini hayakuombewa? Kwa hatua ya kwanza, baada ya kuweka malengo yako, yaainishe, yaweke wazi malengo yako, alafu yaombewe. Ndio maana nimekuwa na maombi ya siku 7 kuombea malengo yenu, malengo yetu. Kwa jambo la muhimu sana ni kuombewa malengo. Malengo yaombewe, yapate mtu wa kuyaombea, yapate mtu atakayejitoa kwa ajili ya kuyaombea hayo malengo. Kwa hiyo tumekuwa na maombi, na leo siku ya 7 ya maombi ya kufunga ya kuombea malengo. Tumeweka malengo, tumeweka mipango. Sasa cha kwanza ni kuombewa, na yameombewa. Jina la Bwana libarikiwe tena. Lakini haitoshi hatua ya kwanza ya kuombea. Kuna hatua zingine ambazo nataka nikufundishe leo kwa ufupi sana. Kwa dakika hizi chache nataka nitumie muda vizuri kufundisha vitu vingine. Tumeweka malengo yetu ya mwaka mzima. Jambo la kwanza ni kuyaombea. Yameombewa na sio mwisho wa kuyaombea. Na wewe na mimi tutaendelea kuyaombea malengo haya. Amen. Amina tena. Amina tena. Jambo la kwanza ni kuweka malengo. Jambo la pili ni kuyaombea malengo. Lakini jambo la tatu tunalipata kwenye kitabu cha Mithali sura 29 na ule mstari wa 18. Imeandikwa, pasipo maono watu huacha kujizuia, bali ana heri mtu yule aishikaye sheria. Maono, mipango, malengo ni kitu kimoja. Maono, mipango, malengo ni kitu kimoja.
unapokuwa na mipango, unapokuwa na maono, jambo la kwanza tumesema mipango, malengo, maono yanahitaji kuombewa. Kwa nini? Kwa sababu shetani ana bidii ya kutaka kuzuia maono, mipango, malengo yasitimie. Ana bidii ya kutaka kuzuia yasitimie. Kwa hiyo yanahitaji kuombewa. Yanahitaji kuombewa. Maono, mipango, malengo ni kama mayai. Ni kama mayai. Mayai ya ndege, mayai ya bata, mayai ya kuku. Tunafahamu mayai ya bata yanatamiwa kwa muda wa siku ngapi? Hatujui. Ya kuku 21. Haya, tuchukue mfano wa mayai ya kuku. Tunafahamu mayai ya kuku yanatamiwa kwa siku 21 ili yaweze kutotolewa, ili yaweze kuenguliwa kuwa vifaranga, kuwa viumbe hai, kuwa kuku halisi. Na maono yanahitaji kuatamiwa. Tunayatamia kwanza kwa maombi. Unayatamia maono, unayatamia mipango, unayatamia malengo kwa maombi. Lakini mbili, unayatamia malengo kwa kuzuia au kujizuia vitu vyovyote ambavyo vina uwezo wa kuzuia, kuharibu malengo kutimia. Kuna vitu vinaweza kuzuia, kuharibu malengo kutimia. Kuna vitu vinaweza kuzuia, kuharibu maono kutimia. Vitu vyovyote vinavyoweza kuzuia, vinaweza kuharibu maono, malengo kutimia. Lazima ujizuie kuvifanya, ujiepushe kuvifanya, ujitenge kuvifanya. Unajitenga, unajiepusha kuvifanya vitu ambavyo vitazuia maono yako kutimia. Utamuona kuku, kwa sababu tumechukua mfano wa mayai ya kuku. Unaweza ukaangalia kuku anayetamia mayai anajizuia vitu vingapi? Kuku ni wazururaji, pengine ni kuku hawa kienyeji wa kwetu wanaozurura, wanaotembea. Lakini kuku anayetamia mayai hazururi, muda wote anakuwa kwenye mayai yake, hatembei. Hata kama watatembea wenzake, lakini yeye hatembei, anajizuia kwa sababu ana mission, ana mpango, ana malengo, ana makusudi. Anataka vifaranga watotolewe, anataka mayai yaenguliwe, kwa anajizuia kuzurura. Ukisahau kumpa chakula, atajizuia kula. Anaweza katoka kwa dakika chache kwenda kutafuta chakula na akakikosa, akawahi kurudi kwenye mayai yake. Anajizuia. Kwa nini? Analo kusudi, ana mission, ana purpose. Sema amina. Unapokuwa na malengo, tumesema jambo la kwanza ni kuombea, lakini jambo la pili unatamia kwa kujizuia. Kuna maeneo hutaenda, kuna chakula hutakula, kuna marafiki utawaepuka, kuna maneno utayaepuka, kuna watu utawaepuka, hasa wavunja moyo utawaepuka, hasa wale ambao wanapinga maono yako, wanapinga malengo yako, wanaona kama maono yako ni magumu, hayawezi kutimika. Lazima ujitenge nao. Kwa nini unajitenga nao? Kwa sababu unao kusudi, unayo maono na uko kwenye kipindi cha kuyatimia. Unaweza ukaona malengo yako yatimii kwa sababu hayakutimia. Lazima yatimie. Wewe una maono, una malengo ya kufungua biashara fulani, lakini watu ulioambatana nao ni watu wanaopinga hiyo biashara, ni watu ambao hawaamini katika hiyo biashara, hawaamini katika kufanikiwa kupitia hiyo biashara. Lazima ujitenge nao, ujizuie kufanya rafiki nao. Kwa nini? Uko kwenye kuatimia maono. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa maono yanahitaji kuatamiwa. Hilo ni jambo la pili. Baada ya kuweka malengo, atamia malengo yako. Unaweza kuwa unaishi na mtu kabisa, achana na wale marafiki sasa. Unaishi na mtu ndani, lakini huyu mtu anataka kutoa kwenye maono yako, akuondoe kwenye kuatamia maono yako, anataka kutoa kwenye malengo yako. Usistiki kwenye malengo yako. Lazima uwe na makusudi ya kustiki, ya kusimama, ya kutulia, ya kutokubali kuondolewa. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu anasema, Mariamu anaongea na Mariamu na Martha. Anaongea alikuwa anaongea na Martha. Anamwambia Martha,
wewe unajishughulisha na mipango mingi, wewe unasumbuka na usumbufu mwingi, lakini ndugu yako Mariamu amechagua fungu moja ambalo katika hiyo amekataa kuondolewa. Hawezi kuondolewa kwenye fungu hilo na mtu yoyote, na rafiki yoyote, na mpenzi yoyote, na mtu wa aina yoyote, hata kuondoa katika fungu alilolichagua. Amechagua kuatamia malengo yake. Kwa lazima malengo yaatamiwe. Vitu ambavyo vimeweza kutuondoa kwenye malengo vimefanikisha malengo kutotimia. Kwa lazima usikubali kuondolewa kwenye malengo. Hakikisha malengo yanatimia kwa kuyatamia malengo. Jina la Bwana libarikiwe tena. Haleluya tena. Haleluya tena. Sasa ingine kunaweza kuwa na hali majaribu. Maono lazima yajaribiwe. Kuna majaribu yasikuondoe kwenye malengo. Majaribu yasikuondoe kwenye maono. Hakuna maono, hakuna malengo, hakuna mipango ambayo haitatikiswa, haitajaribiwa. Ijaribu, shetani atajaribu kuharibu, kuzuia. Hata kama ni malengo ya kimungu, mjaribu atakuja kutaka kuharibu, atakuja kutaka kuzuia. Na wakati mwingine Mungu mwenyewe anataka kutupima, atajaribu kama tutatulia, kama tutastiki, kama tutayumbishwa, kama tutatamia, tuendelee kuatamia malengo yetu.